akanipa karatasi ambayo inaorodha. Unasoma imeandikwa unapenda nini? Au unachagua nini? Imeandikwa unachagua nini? Kama kati hapo mpenda nini au unachagua nini? Kuna mchungaji, shehe, yani usanii, biashara, yani kuna mambo ya orodha kitu unachopenda wewe. Mimi nikachagua usanii. Akaniambia nikamwambia wewe nimechagua usanii. Akaniambia usanii. Kafara. So akanipa na karatasi ya kafara, yani kafara ambayo inakopo jinsi ilivyoeleza masuala ya kafara jinsi yalivyo. Kwa hiyo mimi nilichofanya nikavua. Zile nguo nikavua na yeye mwenyewe kavua. Yaani watu wote mle ndani wamevua, kuna wanawake kuna wanaume. Watu wote wamevua. Tumeenda pale. Akilini mwangu nawaza. Yaani akilini mwangu nilichokuwa nakiwaza zaidi. Ni kwamba kweli huko ni sehemu sahihi. Kwa sababu nilikuwa nahitaji vitu ambavyo vitanifanya mimi niamini kama kweli ni sehemu sahihi. Na vitu vile mimi viko vinanifanya niamini zaidi kwamba mbona anafanya vitu kama hivi, kama ni uongo hawezi wakanitia kama hivi. Kama ni matapeli hawezi watu wote katika wale watu maana walikuwa ni wengi. Wale watu wote wapo kwa ajili ya kunitapeli mimi. Na mimi mbona sina hela. Kwa hiyo wale watu waliniamizidi kuniaminisha mimi kama pale nipo sehemu sahihi. Nilikuwa nawaza. Yaani ilinipa ugumu sana, ile damu ilinipa ugumu sana nakunywa damu. Ni damu ya nani? Au ni damu huyo mtu ana maradhi, yani nikopo nawaza ni kwamba huyo mtu ile damu inayokunywa ni salama kiafya. Yaani imepimwa au ile damu inayokunywa ipo vipi? Yaani nikatoka nje. Aliniambia nikae masaa 3 nisirudi kwenye kile chumba kwa sababu kile chumba kitapata joto kali na maana kama kuna kiumbe hai chochote ndani hakitaweza kuvumilia kitakufa. Kweli nimefika nafungua begi nakutana na hela. Kwa kuna hela nyingi, yani vibunda hela za Kitanzania, dola. Yani vibunda vingi. Aisee bwana mimi sikuamini. Nikaona umaskini mimi tayari umaskini ndio nishauaga. Nilifikiri nafahamu kila kitu kuhusiana na kile ambacho kinaitwa Freemason, kumbe nilikuwa bado. Nimewahi kufanya mahojiano na watu kadhaa ambao walisimulia namna ambavyo walivyojiunga na chama kinachoitwa chama cha Freemason, lakini leo nipo na brother ambaye mkasa wake kwangu mimi nimeuona kwa uzito mkubwa zaidi kwa namna ambavyo alivyojiunga Freemason, sababu zake na yote yaliyotokea mbele. Ni mambo makubwa na mazito. Na sio hayo tu, yapo mambo mengi pia ambayo aliyafanya yanayohusiana na masuala ya mahusiano ya kimapenzi mpaka kufikia hatua ya kuwa na mke na watoto. Mambo ni mengi, makubwa, mazito sana. Hii ni exclusive interview kutokea hapa Tiki TV. Kabla ya kusikia kutoka kwake ni wakumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Brother, habari? Salama kabisa brother. Hongera kwa majukumu. Asante. Kwa wanafamilia wa Tiki TV nikupe nafasi ya kujitambulisha, ni nani, kutokea wapi, mtoto wangapi katika familia ya watoto wangapi, na safari yako ya maisha kielimu unapokuwa mpaka leo hii tunazungumza, uliokutana nayo kwenye maisha, kwenye utafutaji mpaka kufikia Freemason. Mimi kwa majina naitwa Fred John, ni mzaliwa wa Mbeya. Kuna sehemu wilaya moja inaitwa Vwawa. Pale Vwawa ni mtoto, kwanza mimi ni mtoto wa mwisho katika watoto 7. Mimi ni mtoto wa mwisho katika watoto 7. Mtoto aliyebahatika kupata upendo. Inaweza isiwe hivyo kwa sababu yani sio kwa watoto wote. So mimi katika watoto ambao nahisi kama sijapitia ile kudekezwa. Ni wa mwisho lakini sijadekezwa ni mimi. Kwa sababu mimi na kipindi nazaliwa babangu sijamkuta. Babangu alikuwa shafariki. Kwa hiyo mama yangu alikuwa na majukumu makubwa sana kulea watoto wa 7 wote wasomeshe, na mimi mwenyewe nikiwemo mumo nifanyeje. Kwa wale kudekezwa sana ilikuwa hamna kabisa. Kwa katika makuzi yangu nilikuwa tu hivyo shida, japokuwa sio shida ile kwamba kula. Mama yangu alikuwa anapambana sana kula, tunakula. Na mavazi tulikuwa tunapendeza sana. Ila kudekezwa tu ile kwangu ilikuwa hamna. Ndio hivyo, kwa nimezaliwa pale Vwawa, nimesoma kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 6. Darasa la 6 mamangu mimi alirudi kwao. Kwao mamangu mimi ni Tanga. So kule Mbeya alikuwa ameolewa. Kwa mamangu alirudi Tanga kule, nikaendelea darasa la 6 mpaka darasa la 7.
Ilifika darasa la 7 hivi. Dada yangu akapiga simu, nilikuwa na dada yangu mmoja huku da huku. Akapiga simu, bwana huyo Fred sasa hivi amekuwa kama anaweza kuja kufanya kazi huko aje. Kwa hiyo kilichofuata pale mimi nikaulizwa nikakubali. Mimi nilikuwa napiga hesabu da, nilikuwa naisubiria sana, nilikuwa naifikiria sana tangu nasoma. Nilikuwa na target zangu nije kwenda da. Ili niliamini kwamba kuna maisha mazuri. Kuna kila kitu, yani niliamini kuna kila kitu kizuri. Kwa hiyo ndo maana nilivyosikiza taarifa kwamba natakiwa niende. Dadangu akatuma nauli chapu tu nimekuja Dar sasa, nikafikia maeneo ya Madale. Ukaacha shule? Sijaacha, nikopo nimemaliza darasa 7 tunasubiria majibu. Kwenye kusubiri majibu nikasema ngoja ninasubiria huku Dar. Kwa hiyo nilipofika huku Dar nikaa nafanya biashara moja, dadangu alikuwa anauza na duka la nguo. Nikaa nauza nguo pale. Majibu akatoka kule nimefaulu. Lakini sasa mimi kutoka na nishazoea kushika hela tena kurudi kule nyumbani nikaona nikaambiwa na mama mimi huko sirudi, mimi nitafanya tu mambo yangu huku Da. Kwa hiyo tangu pale tena mimi masuala kwenda mkoani, masuala ya shule tena nikawa nimeachana nayo. Hiyo ilikuwa 2012. 2012 nikafanya kazi, nikafanya biashara. Nikaja sasa shemeji yangu akanitafutia kazi. Kazi moja hivi ya garden Ununio. Ununio sasa kule nimefanya ile biashara ya kuuza maua pale. Akawa amekuja bosi siku moja. Alikuja kununua maua. Nilipokuwa nimemfuata kumuuzia maua akasema, wewe mbona ni mdogo kiasi hicho, wewe ndio unauza maua hapa? Nikamwambia ndio, mimi ndio nauza maua. Sasa akaniambia hapana, wewe ni mdogo sana, itabidi. Kwani shule vipi? Nikamwambia mimi shule, nikamuelezea jinsi ilivyo. Nilimuelezea tu kwamba ni masuala ya pesa. Alichosema yeye bwana, mimi nataka nikusomeshe. Hata ile ua na utakununua si tununua. Ila nitakuja Jumatatu hapa nije wasiana na ndugu zako, niunganishe na ndugu zako nije nikuchukue. Nikamkubalia. Nilipomkubalia, ikafika ile siku akakuja mimi kunichukua. Nishampigia mama simu nimwambie. Ila sasa mimi nikanapiga hesabu, yani nilikuwa nawaza nikasema hivi aje anichukue nipeleke kwenye shule za hela, na mimi nakumbuka tangu nasoma kule Mbeya na Tanga. Yani kichwani kusema kweli masuala ya shule ilikuwa sio sana. Yani kumuelewa mwalimu anachokizungumza nini yani kwa sio sana. Ni mimi kilichofanya niogope kuchukuliwa na yule mama yule. Kwenda kusomeshwa. Hesabu zangu nilikuwa nawaza kwamba ananipeleka kwenye shule za watu wenye akili, na mimi nikapiga hesabu na mimi nitawezaje kupambana na watu wa design hiyo. Kwa hiyo nilichofanya siku ile mama alikuja kweli na gari lake, alikuja akapaki maeneo yale kwenye maua. Mimi nilivyomoa yani ninakuja tu naona gari limepaki, nikamwona ndo yeye, nikajificha. Nilipojificha akakaa amenisubiria sana, akapiga simu nikazima simu. Nimesubiri sana pale, kaondoka. Akaacha maagizo, bwana nitarudi kesho. Kesho tena kaja. Nikajificha tena. Hivyo basi yule mama naisi akaenda akakata tamaa. Ile imeenda ile kazi nao maisha kama magumu sasa. Maisha kama magumu, ule bosi wetu naye akaacha kutulipia kodi, maana alikuwa anatulipia kodi. Nilikuwa nakaa na mdogo wangu mmoja naye nilimuitaga tu. Akaacha kutulipia kodi, akasema biashara sijui sipati faida. Kwa hiyo sisi hapa tukawa tumefukuzwa kwenye kile chumba kilichokuwa tunakaa, ile bosi ametupangia sisi chumba. Tulifukuzwa. Nakumbuka sisi pale tumetoka na kigodoro, tumefukuzwa tuna kigodoro, maana bosi wetu atulinua kigodoro fulani kidogo, yani cha watu wawili tu. Maeneo ya kazini Ununio pale. Ununio supermarket. Tukaenda, kuna mti mmoja, kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Baba Lama. Alikuwa na eneo kubwa. Ile Baba Lama sasa kuna miti mle ndani mle. Alikuwa analinda tu naye. Sasa kuna mti mmoja mwarobaini una makamba hivi. Tukapanda kule juu kule, tukatengeneza sehemu ya godoro tukaliweka kule juu. Kwa hiyo tukifanya biashara, tukifanya kazi mchana, usiku, tunazugazuga watu tunaenda kulala kwenye mti. Ila hakuna ambaye alikuwa anajua hilo swala. Tumelala kwenye mti karibia mwezi, tunalala kwenye mti. Ila kipindi mimi pale kwenye maua kuna mtu alichukua namba yangu, bosi mmoja anakaa maeneo ya Boko Magengeni. Boko Basiaya. Boko Basiaya pale. Alichukua namba yangu. Siku moja akanipigia, niliona namba ngeni, lakini namba ngeni ni namba kama mitandaoni tu. Hizi namba kama za mitandao za Voda hivi. Nikaipuuzia, nikajua watu wa mtandao. Ikapiga tena nikapokea, kumbe yule mdada yupo Ujerumani. Yani akanipigia kwa namba za kule. Kupokea akaniambia, vipi mdogo wangu, safi za siku unanikumbuka? Nikamwambia hapana.
Mimi dada fulani nilichukua namba yako hapo. Sasa naomba uende kule kwangu kule. Utakutana na mamangu. Nikasema kweli huenda Mungu ameweza kubariki. Nikachukua pikipiki nikaenda kule. Buku basi haya kule. Nikakutana na yule mama mmoja hivi amejengewa, yule mdada kaolewa na Mjerumani. Kwa yule Mjerumani kamjengea nyumba huku mamake ndo anakaa. Na kuna walinzi na mfanyakazi wa kike. Akaniambia bwana, hapo nilikuwa na kijana wa kazi. Ameondoka, naomba unisaidie kushika hapo. Nikamwambia sasa dada, mimi ukisema nikusaidie kushika hapa, mimi na kazi yangu, akirudi mimi usi utanifukuza hapa, nitakuwa tena shule shapoteza kibarua. Akaniambia kama unaweza kukaa hapo ukafaa ukaenda mfanyakazi muendelevu sawa. Yule mimi naweza nikamwambia asije. Nikamwambia kama ni hivyo sawa. Tukakubaliana mshahara, alikuwa analipa 150,000. Nikaa nimefanya kazi pale, nimefanya kazi. Japokuwa hela ilikuwa ni ndogo, lakini ikawa ni afadhali kwa sababu nikawa nimeepuka ile kulala kwenye mti. Masamu hata ndugu zangu walikuwa hawajui kama mimi napitia changamoto hiyo, nalala kwenye miti hawajui. Sasa siku moja nimewaza, nikasema maisha nitaishi hivi mpaka lini? Ndio nikapiga hesabu za mimi kutafuta pesa ambazo zitakuwa sio za halali. Nikaingia mtandaoni, nikatafuta namba, nikapata namba ya mtu anasema anatoa pesa za majini. Kwa mara ya kwanza unapata namba hiyo ndio ukapata hiyo ya mtu wa majini, au ulipata zingine lakini hazikufanya kazi? Nilikuwa napata namba tofauti, lakini ile kama nikaiamini fulani. Ile namba nikaiamini, nikaichukua ile namba. Nikampigia simu, nikamwambia bwana, mimi naitwa fulani. Nipo maeneo ya basi haya huku. Nahitaji niwe na pesa nahitaji nipate pesa. Akaniambia kama kweli unahitaji pesa, zipo na masharti sio magumu. Kama unaweza ukapata muda wa kuja, njoo siku ukiwa na muda niambie nikuelekeze. Nikasema sawa. Kifupi nilipata matumaini kwa sababu aliniambia vizuri, nikapata matumaini ya mimi kuwa na pesa sasa. Ikafika siku ambayo nimepanga mimi kwenda, ilikuwa siku kama Jumatatu hivi, nikampigia simu sababu siku ile mama alikuwa anafanya kazi VETA. Kwa ndo alikuwa anaenda kazini. Mama gani yani? Mama ambaye nilikuwa nakaa naye pale. Mwenye mtoto wake Ujerumani. Siku ile alikuwa anaenda kazini, kwa mimi nikapata nafasi ya kutoka. Nikaenda kule, nikapanda gari pale, nikaenda maeneo ya Kunduchi. Nikafika Kunduchi pale, nikashuka kwenye gari kwa sababu kushuka pale nikachukua pikipiki mpaka kule bondeni kwa kuna msitu kule. Ameniambia nisubiri hapo sehemu fulani, nika nimemsubiria. Nikaona kwa mbali ana mtu kavaa kanzu, yani kavaa kama sheshe. Nikaona imani ndio yule kule amekuja, akaniambia akasimama kule kwa mbali, akaniambia njoo kwa huku. Nikatoka pale nikanamfuata kule. Nilipofika pale tumesalimiana, akaniambia nifuate. Nikanamfuata, kuna poli kule, watu wa kule Kunduchi na hizo wanalijua ile msitu. Katikati tumeingia kama katikati hivi. Kuna mbuyu. Ule mbuyu ni mkubwa, ila katikati kwenye ule mbuyu kuna kama pango. Kwenye ule mbuyu kama kuna pango hivi. Kutoka tumeingia mle, ameniambia nikakaa, kuna kama kiti kigoda. Nikakaa. Nilipokaa yeye akaja yupo kwa nyuma yangu, akaniwekea kitambaa hapa kichwani. Aliponiwekea kitambaa kichwani akawa anaongea maneno, yani akawa anaongea maneno kama anaita mzimo, anaita kitu fulani ambacho kipo chini. Anasemaje? Anasema kuna maneno mengine nilikuwa sielewi anaongea lugha gani, ila kuna mwingine anasema karibu mkuu tumefika, naomba tusikilize vijana wako. Kweli nikaanza kusikia sauti. Sauti inatoka chini ya mbuyu. Sauti inatoka chini ya mbuyu inasema karibu kijana. Ile sauti mimi niliwaza kwamba inatokea wapi, lakini mimi kitu ilivyotokea vile sikuogopa, nilikuwa ndo nikafly zaidi, nikasema kumbe hapa nipo sehemu sahihi. Mpaka sauti inatokea chini ya ardhi. Ina maana nipo sehemu ambayo ni sahihi ya kupata pesa. Sauti ilipoanza kusikika pale, sauti ilikuwa ni sauti kama ya mtu, yani ya mzee fulani hivi. Yani kama ni mtu mzima sana. Ikiwa ikinikaribisha. Imenikaribisha, ikaniambia, ikanitajia majina yangu. Yani yeye kanitajia mimi majina yangu mimi. Yote. Yeye kanitajia majina yangu. Bado nikazidi akazidi kunipa mimi hamasa kwamba yani kuamini kama nipo sehemu sahihi. Akaniuliza unahitaji nini na nini?
Nikamwambia mimi nahitaji pesa, nahitaji maisha mazuri. Yani nilichomwambia mimi nahitaji maisha mazuri zaidi, yani nimiliki magari, nimiliki pesa, nimiliki nyumba nzuri. Akaniambia hivyo vitu vyote hapo umefika sehemu sahihi. Akarudi sasa kwa yule mkuu ambaye mimi amenipokea. Ndio achomwambia, akamwambiaje, bwana huyu kijana mpeleke kwenye kaburi la Sharifu. Kwa kabla kunipeleka mimi kwenye kaburi la Sharifu, maana nilikuwa ameniambia niache 15,000 pale chini. Yule ambaye mimi amenipokea sasa, yule shehe ambaye sijui ni shehe sijui ni nani, sijajua nimuite jina gani. Tumuite aliyekuwa amevaa mavazi kama ya shehe, si ndio? Kwa sababu hakuna uhakika wa moja kwa moja kwamba ni shehe. Alikuwa amevaa mavazi ya shehe, kishehe. Akaniambia bwana inabidi uweke 15,000 kwa kuna kitambaa chekundu kimetandikwa chini pale. Nikaa nimeweka 15,000 pale chini. Tumenyanyuka pale, tumeenda kwenye makaburi, sio mbali na pale. Tunatembea kuna makaburi 4. Yale makaburi yote yanawaka mishumaa. Kwa yule alikuwa amevaa mavazi ya shehe, kama ameongea maneno yake, kwenye kaburi moja sasa. Kaongea maneno yake kwamba bwana huyu kijana wangu, afu maneno mengine akaongea kimya. Hasa alipomaliza yeye akaniambia na mimi niende niongee shida zangu zote nazozihitaji, ila ni kimoyo, yani niongee kimoyoni. Nilifika pale nikaongea na mimi shida zangu zote. Bwana nahitaji pesa, nahitaji majumba, nahitaji maisha mazuri, nahitaji kila kitu kizuri nakihitaji. Nahitaji pesa. Akaniambia umemaliza? Nikamwambia ndio nimemaliza. Akaniambia sawa turudi. Tukawa tumerudi. Tuliporudi kule nikakaa vile vile alivyokuwa amekaa. Yeye kakaa nyuma yangu. Mimi nimekaa chini, yeye alikuwa amesimama. Mimi nilikuwa nimekaa. Sasa ile sauti yeye akameongea yule kama shehe. Akameongea bwana tumerudi mkuu. Ile sauti akasema sawa. Ongeleni sana. Ile sauti inaongea. Sasa funueni hicho kitambaa hapo chini. Akaambiwa sasa yule kama shehe. Akaambiwa funue kitambaa, maana tulikuta kuna kitambaa cheupe kwenye kitambaa chekundu, kuna kitambaa cheupe kimefunika kitu hivi. Kweli yule kama shehe akaja akafunua kile kitambaa kile. Kufunua hivi, mimi nipokani zile hela zipo mbele yangu, yani nilipofunua tu nimeona hela. Kwa kuna hela nyingi, yani vibunda hela za Kitanzania, dola. Yani vibunda vingi. Aisee bwana mimi sikuamini. Nikamwona umaskini mimi tayari umaskini ndio nishauaga. Kusema utajiri ndio huo nishaupata, ni hesabu zangu hapa nikasema kwanza namjengea mama nyumba. Naenda nanunua magari, nanunua gari, nanunua nyumba. Yani hesabu yangu ilikuwa nishaenda mbali baada ya kuona zile pesa kwa sababu zilikuwa sio ndogo. Yani ilikuwa ni vibunda vimekaa vimefunika hivi. Sasa ikatakiwa kaambia bwana pesa ndio hizo hapo. Hizo pesa zina masharti. Pesa hizo masharti yake ni yani masharti ya ili nizichukue zile pesa inatakiwa ipatikane kitovu na damu. Kitovu cha na damu ya? Yani kitovu cha binadamu, yani kitovu cha mtoto na damu ya binadamu. Na damu ya binadamu ambao labda kapata ajali, yani watu waliopata ajali, yani ile damu ya binadamu inatakiwa ipatikane. Sasa nikaambia bwana mimi hivyo vitu kuvipata nitaipata kwa njia gani? Akaambia nenda kahangaike. Kuna hospitalini. Kuna unaweza mwenyewe ukajua mwenyewe ukavipata vipi, lakini hizo pesa ili uzichukue uondoke nazo inatakiwa vichanganywe. Yani watenge wenyewe wana namna ambao watatengeneza ili zile pesa ziweze kutumika. Ambayo ndio damu na kitovu na pesa. Sasa sijui na watachanganya wenyewe walikuwa wanataka kuchanganya vipi. Lakini waliniagiza hivyo vitu. Mimi pale nikaondoka. Akaniambia wewe kafanyie hilo zoezi maana hizo pesa nilizilipewa siku 4. Yani zinakopo juu alizidi duniani. Ila zikipita hizo siku zinarudi alizini. Wenyewe walivyoniambia. Kwa mimi nikaa nimeondoka, nilipoondoka nimerudi kazini kwangu sasa. Mahesabu yangu nikasema zile pesa zile nitazipata vipi? Na hivyo vitu mimi nitavipata vipi? Ili zile pesa nizichukue. Nikampigia jamaa yule simu nikamwambia bwana pesa imekuwa ni ngumu, hivyo vitu vimekuwa ni ngumu sana kuvipata. Akaniambia sasa tafuta hela kama hivyo vitu huwezi kuvipata. Tafuta hela nikulengeshe na watu kama unaweza kukutafutia, maana kuna watu hospitalini huko ndo kazi zao. Wapo watu. Nikamwambia shilingi ngapi? Akasema tafuta laki.
Tafuta laki. Sasa mimi laki kwa mdoli nilikuwa sina. Sina. Hiyo siku ya kwanza, siku ya pili ishapita, bado siku 2. Imeenda siku ya 3. Sina hela. Zile pesa na bado nazitamani, zile pesa ni nyingi, yani pesa zilikuwa ni nyingi, yani kiasi kwamba ukizipata zile bwana ukiruhusiwa enda kazitumie. Tena wewe maisha hapo na wana maisha magumu ndio una tena yani. Mimi nikampigia simu ile siku ya mwisho sasa. Bosi wangu nakumbuka siku hiyo ameniagiza wale walinzi wa pale walikuwa wanakula kwa oda, ni kwa mantili wanakula kwa oda. Sasa ilikuwa natakiwa nimekabidhiwa pesa ilikuwa ni 42. Niende nikalipe. Niende nikalipe kwa wale mama ntilie. Nikampigia simu nikasema hapa kwa sababu zile hela sina dai na kule kuna hela nyingi. Nikasema ngoja nimuombe kama hela mimi nilikuwa nitaongezea 10,000 kama atakubali kwa 50,000 nimtumie hii pesa. Alafu mimi nitachukua nitalipa ila watu. Kilichotokea pale bwana nikampigia simu bwana mimi hapa na 50,000. Akanambia ile siku ya mwisho hiyo. Jamani ikifika mpaka mida jioni zile pesa zinapotea. Nikampigia simu nimeomba sana. Nikamwambia nisaidie brother, nisaidie mimi nipo kwa sababu nipo serious na hizo hela. Basi nikopesha hata hela ili mimi nikizipata hizo nakurudishia. Akaniambia mimi siwezi nikatoa hela yangu tena mfukoni nikukopeshe wewe afu mimi ndo nakupa utajiri. Ni ngumu. Ise nimewaza sana. Anakuja kunipigia simu zile pesa zishaondoka. 50,000 alikataa. Alikataa akisema wale hawezi kufanya kazi kwa hiyo yani vitu wale watu wa hospitali yeye ana connection na watu wa hospitali kuhusu viungo hivi. Anakuja kuniambia bwana zile pesa zimeondoka. Zile pesa zimeondoka. Nikawa nimeumia sana, nimesikitika sana. Basi nikawa nimeendelea na maisha mengine, nikasema nitajipanga tena kwa wakati mwingine nitafute. Sio siku nyingi nikaja nikapata taarifa za msiba wa kakaangu Madale huko. Kakaangu ni shemeji alinipigia simu bwana nani huko kakako kafariki kwa kapata ajali. Kapata ajali ya gari yani alikuwa amepanda gari. Kaomba lift tu aende yani katoka sehemu aende nyumbani. Kwa kufika ile karibu na sehemu ya nyumbani akamwambia anasema punguza mwendo hapo. Magari ya mchanga. Kwenye kupunguza mwendo kapata ajali kafariki. Kwa nika nimerudi nimetoka kule basi nimekuja Madale. Msibani tumezika tumemaliza. Nikarudi tena kule. Kule sasa nimewaza nitafute wa Freemason. Hesabu zangu sasa mimi nikasema sasa hivi ngoja nitafute Freemason. Mwanzo si kwa majini. Ngoja nitafute Freemason. Sasa nimetafuta Freemason nikapata namba moja hivi. Kuna namba moja hivi nimeipata. Nikawasiliana naye. Nikampigia simu. Nikamwambia bwana mimi naitwa fulani, naitwa Freddy. Nahitaji bwana hizo nahitaji na mimi na pesa, nahitaji nini na maisha mazuri. Na akaniambia unaweza kuwa msiri, nikamwambia mimi ndio naweza. Akaniambia basi sawa. Ukiwa tayari niambie nikuwekeze uje. Akanielekeza kwanza alinielekeza baba si tu kwa maeneo fulani. Nikatafuta mimi siku ambayo na nafasi. Nikapanda gari kutoka pale Basiaya kwenda kule. Ila aliniambia nishukie Tegeta. Shuka Tegeta, nikashuka Tegeta pale. Nikachukua gari. Nikachukua gari nyingine pale. Nikachukua gari nyingine hivyo nielekeza nikapanda, nikaenda ile sehemu hiyo. Nilipofika pale maeneo yale, nikaa namsubiri. Namsubiri akaniambia nilikuwa namsubiri akaniambia nisubiri hapo nakuja sababu mimi nilianza kufika yeye hajafika pale. Masomo nilipofika pale kuna sehemu ukiangalia hivi unaona kuna duka kuna kama frame hivi. Wanafanya kama kuna ni mambo nao ushirikina hivi. Mimi mahesabu yangu nikajua ndo pale moja kwa moja. Ulionaje ushirikina? Yaani niliona mambo pale niona mambo hayaeleweki kwamba niliona kama ushirikina madawa yani watu wanapeana madawa yani kama ushirikina fulani hivyo jinsi panavyo muonekano wake. Mimi kweli nikaa nimeingia moja kwa moja mle ndani. Nilipoingia moja kwa moja mle ndani kwenye ile frame nikamuuliza yule mzee ambaye alikuwa kama anahudumia watu hivi. Nikamwambia mzee ndo hapa? Akaniambia ndo hapa wapi? Nikamwambia si tulikuwa tunaongea na yeye masuala ya Freemason. Akaniambia hapana sio hapa. Nikasema sio hapa na nikatoka nje. Nikampigia simu.
Kumpigia simu ndo namuona kwa mbali yule kasimama ananiita. Amevaaje? Amevaa suti, kavaa miwani. Nimekaa nimemfuata. Nimeenda pale kuna kona tumeingia kona. Tulipoingia kona sasa ndo kuna mlango. Tulipoingia kona tu kuna mlango. Tulipokuja tu ile kona kuna mlango mdogo tu. Tukawa tumeingia ile. Kuingia mle ndani lakini yani jinsi palivyo nje na ndani tofauti. Nje unaweza kuona kama ni mlango tu kadogo hivi, lakini hivyo ingia ndani ni sehemu kubwa sana. Yaani sehemu kubwa kiasi kwamba ni pakubwa. Alafu hapa kuna mapokezi fulani hivi. Mimi nimekaa naye pale mapokezi, lakini kule kuna watu, yani kule nyuma kule. Useme mbele au nyuma kuna watu, yani nyuma yetu sisi. Kwa kuna watu wanaendeleza shughuli zao. Watu wapo uchi. Lakini akaniambia nisikilize mimi, focus na mimi. Nikamwambia sawa. Nikamsikiliza yeye pale, akanipa karatasi ambayo inaorodha. Unasoma imeandikwa unapenda nini? Au unachagua nini? Imeandikwa unachagua nini? Kama kati hapo mpenda nini au unachagua nini? Kuna mchungaji, shehe, yani usanii, biashara, yani kuna mambo ya orodha kitu unachopenda wewe. Mimi nikachagua usanii. Akaniambia nikamwambia wewe nimechagua usanii. Akaniambia usanii. Kafara. So akanipa na karatasi la kafara, yani kafara ambayo inakopo jinsi ilivyoeleza masuala ya kafara jinsi yalivyo. Endapo ukikosea, yani ukifanya kosa, ndio utadaiwa damu ya binadamu. Endapo ukikosea, ndio utadaiwa damu ya binadamu. Endapo ukikosea zaidi, ndio utapohitaji damu ya mzazi. Endapo ukikosea kosa zaidi ya hilo, yani kosa kubwa, watahitaji damu ya mzazi. Kwa hiyo mimi pale nikachagua tu usanii kwa sababu usanii kafara yake niliambiwa ngamia. Ngamia nitatoa ndani kwa mwaka mara moja. Nitatoa ngamia. Sasa pale kichoendelea kwa sababu jinsi nilivyokuwa nimewasiliana naye ule usiku wake, aliniambia nibebe boxer, yani ile boxer niivue nisilale nayo. Niende ili kesho niende nayo na nilienda nayo pale. Kwa baada mimi pale kukubaliana nayo katika masuala ya makaratasi pale, tukawa tumejaza kama kusaini side. Akaniambia umeona wale? Nikamwambia ndio nimewaona. Wale inatakiwa tukajumuike nao pale. Kwa hiyo inabidi nao uwe kama wale. Wale wapo uchi. Kwa hiyo mimi nilichofanya nikavua. Zile nguo nikavua na yeye mwenyewe kavua. Yaani watu wote mle ndani wamevua, kuna wanawake kuna wanaume. Watu wote wamevua. Tukawa tumeenda pale. Akilini mwako? Akilini mwangu nawaza. Yaani akilini mwangu nilichokuwa nakiwaza zaidi. Ni kwamba kweli huku ni sehemu sahihi. Kwa sababu nilikuwa nahitaji vitu ambavyo vitanifanya mimi niamini kama kweli ni sehemu sahihi. Na vitu vile mimi viko vinanifanya niamini zaidi kwamba mbona anafanya vitu kama hivi, kama ni uongo hawezi wakanitia kama hivi. Kama ni matapeli hawezi watu wote katika wale watu, maana walikuwa ni wengi kama watu 20. Wale watu wote wapo kwa ajili ya mikutapeli mimi. Na mimi mbona sina hela. Kwa hiyo wale watu waliniamizidi kuniaminisha mimi kama pale nipo sehemu sahihi. Kwa hiyo tukawa tumemaliza pale, tumeenda sasa kule na siku kujumuika. Wale watu wanazunguka, wakizunguka kule wanamwagiwa maji kama na kidude fulani hivi, wanamwagiwa maji hivi. Alafu akifika kwa yule mtu mwingine kama ndo mkuu fulani, hapa ananyosha damu. Yaani ile zoezi lilikuwa linaenda kama wanazunguka hivi. Duara. Kama mduara hivi. Yaani kama wanafanya matambiko fulani hivi. Akaambiwa mkuu, akaambiwa yule mkuu, huyu naye tupo naye. Akaambia sawa jumuike. Nikajumuika. Kazunguka kwa nikaanza kule kwenye maji, lakini pale kwenye damu nilikuwa nawaza. Yaani ilinipa ugumu sana, ile damu ilinipa ugumu sana, nakunywa damu. Ni damu ya nani? Au ni damu huyo mtu ana maradhi? Yaani nikopo nawaza ni kwamba huyo mtu ile damu inayokunywa ni salama kiafya? Yaani imepimwa au ile damu inayokunywa ipo vipi? Niliwaza, lakini nikasema kwa sababu nimeshajitolea mimi natafuta pesa.
Sikuwaza, yani nikaa na ile kitu kinanipa nguvu. Nikaa na kunywa, naenda kule kwenye maji, zunguka na kunywa. Mpaka tumemaliza ile zoezi lile. Tumemaliza ile zoezi. Tumevaa nguo. Nikakabidhiwa ile boxer. Nikaambiwa sasa ukirudi nyumbani hii boxer hii tafuta sehemu wewe ambapo unahisi utaweza kuhifadhia pesa. Iweke hii boxer. Boxer yenyewe yani ulienda ukamkabidhi alafu ukapewa tena? Walifanya sijui alifanya nini. Lakini hujui ndo? Sijui alichokifanya. Kuona? Sikuona. Sababu nilivompa kule mapokezi kuna meza, kwa hiyo alichofanya huko mimi sikuona. Ila baada ya kutoka pale nilikabidhiwa. Kwa hiyo nikatoka pale nikapanda daladala. Nikarudi sasa. Nikarudi nyumbani. Ile ilikuwa ni siku kama ya Alhamisi. Nikaambiwa nirudi Jumanne. Nikaambiwa nirudi Jumanne. Nikaa nimepanda gari nimerudi nyumbani Basiaya. Nimefika Basiaya nikatafuta begi, nikaweka ile box ile nikaiweka mle. Nilipoweka mle akaniambiaje? Sasa hapo inatakiwa utoke nje. Ukishika box utoke nje ukae masaa 3. Siku ile ile ambayo umetoka kule. Kwa hapo mnawasiliana kwa njia ya simu? Kwa njia ya simu tunawasiliana. Na alikuwa ashaniuliza kwamba unahitaji pesa kiasi gani. Mimi niliomba milioni 1. Kwa sasa nilipofika nikaiweka, nikaja nikatoka nje. Aliniambia nikae masaa 3 nisirudi kwenye kile chumba kwa sababu kile chumba kitapata joto kali, na maana kama kuna kiumbe hai chochote ndani hakitaweza kuvumilia, kitakufa. Nikamsikiliza nikatoka nje. Kutoka nje nikakaa nikaja nikampigia simu masaa 3 yameisha. Nirudi tena kule, akaniambia rudi nenda kaangalie kafungue begi. Naenda na furaha hapo na siamini kama kweli zile pesa nitazikuta, pesa anachoniambia nitazikuta. Kweli nimefika nafungua begi. Nakutana na hela. Nakutana na hela milioni 1. Nikampigia simu. Asema mkuu nimekuta hela milioni 1. Akaniambia sawa. Hizo pesa kabla ya kuzitumia inatakiwa wewe uje Jumanne. Usitumie hata shilingi. Siku ya Jumanne njoo tena ili muweze yani kuhalalishwa sasa. Yani zile pesa zihalalishwe ili mambo yaendelee, yani mambo saanze kwa kama nilivyoyaomba. Sawa. Mimi nilifurahi sana. Kila muda nikaa naenda kuziangalia zile hela. Muda wote naenda kuziangalia zile pesa. Muda wote nataka zile pesa na fly, yani na fly, nampigia simu mama, naambia mama siku sio nyingi mama, maisha yatakuwa mazuri. Akaniambia kwa nini unasema hivyo mwanangu? Nikamwambia mama wewe endelea kuniombea. Siku sio nyingi maisha yatakuwa mazuri mama. Nitakujengea nyumba, nitakufanyia kila kitu mama. Mama kweli ananiambia nakuombea mwanangu. Nikamwambia sawa. Ikiwa mimi najua na pesa tayari zipo ndani milioni 1, na kwa kipindi kile nilikuwa naona ni nyingi sana. Basi bwana, ile siku ilipofika, ile siku ya Jumanne, ile siku bwana, bosi wangu kweli, kwanza cha ajabu bosi wangu kwenda kazini. Bosi wangu siku ile alinipa kazi nyingi sana. Kila nikijitahidi kumaliza, kila nikitoa kisingizio, lakini kwa kinashindikana. Yule mkuu anapiga simu. Bwana, huku watu wanaendelea. Wewe mbona mpaka sasa hivi hujafika? Huku watu wanaendelea na shughuli. Na kila sasa hivi tunakaribia kumaliza ile jambo. Mpaka sasa hivi hujafika. Unategemea nini? Nikaa namuomba sana, nikamwambia hapa nilipo, nikamuelezea hali halisi. Jinsi ugumu wangu. Akasema sasa wewe mbona tuletea sisi utoto? Kwa mambo ya serious. Kwa nini? Nikamwambia baza, naomba unisubirie, naomba univumilie, unisaidie, usinikatie tamaa. Akaniambia ikifika saa 1 hujafika, basi yani faili lako linafutwa. Kweli bwana, saa 1 imekuja imefika. Sijafanikiwa kufika. Sijafanikiwa kufika ile sehemu. Leo iliniuma sana. Kwa sababu kilichotokea zile pesa zile, akaniambia hizo pesa zenyewe zitarudi na wewe hapo hatutokuhitaji tena hapo.
Kwa sababu umetufanya sisi kama watoto, ni kama umekuja sisi kutupiga picha. Nikamwambia hapana, ikuwa hivyo. Lakini hakuwa ni yani hakunielewa. Kifuata kweli mida ile mimi niliogopa hata kukaa mle ndani, hata zile pesa nikaa sikai mle ndani kwa sababu naogopa. Kwa sababu kwanza ashaniambia zile pesa zitaondoka. Na ina maana wao washakasirika. Na kipindi zinakuja zile pesa sikuwa ndani. Kwa hiyo mle ndani nikaa sikai kwa amani. Ila ile mida ile nikaa nimetoka nje, nakaa nje tu. Hadi ilipofika saa 3 baada ya kuona nimeshashindwa kuingia kwenda kule. Saa 3 nikaribidi nirudi ndani. Saa 3 usiku. Narudi ndani naangalia zile pesa sijazikuta. Nikampigia simu nikamwambia na maana blaza ndio imekuwa imekuwa serious. Akaniambia ndio, na wewe hapo na maana sisi tu faili lako lishafutwa, na wewe kuhusu kufanikiwa bwana, hilo swala sahau. Hilo swala kufanikiwa sahau kabisa. Na nikamwambia naomba nijaribu kwa wakati mwingine. Akakata simu. Akawa amekata simu. Nilichofanya pale mimi nikasema bwana sawa, itajulikana. Shaona, nikasema bwana hapa itajulikana. Nikaa nimeendelea na kazi ile sehemu ile. Nimefanya kazi, bosi wangu nikaja nikagombana naye, nikaacha kazi pale. Nikaacha kazi pale nikarudi Madale sasa. Kwa dadangu mimi nikarudi Madale. Nirudi Madale nikafanya kazi. Nikaa nimepata hela za kupanga chumba. Nikaa nimepanga chumba Tegeta pale. Maeneo ya kwa Ndevu. Kuna sehemu moja wanalanda mbao kule. Nikaa nimepanga kule. Siku moja natoka Tegeta na nakuja Madale sasa. Nakuja Madale. Njiani maeneo ya Kibaoni. Nikakutana na binti mmoja hivi. Mimi nilikuwa sio mtu sana wa kumtongoza, yani kutongoza demo au kumsalimia. Mimi waga salimiage sana wanawake kwa sababu wanawake walikopo wanaweza wakasalimia wasikujibu. Kwa asilimia kubwa mimi waga katika maisha yangu sipendagi sana kusalimia wanawake. Lakini ile pale nilivutiwa na kumsalimia kwa sababu alikuwa ni mpole, huyo binti alikuwa mpole. Nikamsalimia mambo, akajibu poa. Akamwambia mimi naitwa Fred, wewe unaitwa nani? Akaniambia mimi naitwa Jennifer. Unaenda wapi? Nimetoka kazini naenda nyumbani. Aka container. Nikamwambia sawa, mimi naenda Madale. Akaniambia sawa. Nikamwambia naomba unisaidie namba yako, siku moja nitakuja nikupigie tuwasiliane. Na japo alikuwa hataki, lakini kutokana kwamba mwenyewe nilikuwa nimemwambia sio kwa kumlazimisha sana. Sijui mwenyewe naye alionaje pia. Akanipa namba yake. Nipa namba yake, mawasiliano, tukawasiliana, mwisho siku nikampigia siku moja, nikamwambia bwana mimi nahitaji niwe mpenzi wako kama utojali. Akaniambia hajawahi kuwa na mahusiano. Hajawahi kuwa na mahusiano kabisa na mtu yote. Nikamwambia sasa mimi naomba niwe na wewe. Akanikubalia kiufupi. Nikawa mpenzi wake bila usumbufu. Ila usumbufu ulikuwa kwenye kuonana. Yaani alikuwa ni muoga kwa sababu alikuwa anadai kwamba hicho kitu hajawahi. Kwa alikuwa ni muoga sana. Lakini Mungu alimpa ujasiri, akaja mpaka napoishi. Akaja hivyo hivyo hadi akanizoea. Baada ya kupita muda gani? Baada ya kupita ilipita kama mwezi hivi. Kama mwezi au miezi miwili ndio akaanza kuja nyumbani. Akawa anakuja. Lakini kafika kipindi yule mwanamke ni kama tukawa tuna maelewano mazuri, yani kama yani bila sababu tukapotezana. Kumbe mimi hicho kipindi sasa nikaona huyu mbona amekuwa hivi? Na mimi nikatafuta mpenzi mwingine. Na huo mpenzi nilimpata baada mimi kwenda tu kwenye muziki tu, ujana nilienda kwenye muziki. Nikakuta yule mwanamke yeye anaenda na wenzake. Ile wenzake wote walikuwa kipindi siku ile wameshachukuliwa, kila mtu kapata bwana. Kasoro yeye. Nikamwangalia alikuwa ni makam fulani tu hivi. Nikamchukua nikamwambia basi wewe tuondoke hivi. Nikaondoka naye Tegeta. Kumbuka yule mwanamke wangu mimi siishi naye, anaishi kwao. Na kipindi hicho alikuwa kama hatuna maelewano mazuri. Akawa ameenda kukaa kule, nimekaa naye Tegeta, nimekaa naye. Sasa huku kule Madale wakawa wanamtafuta kule. Madale wanamtafuta, mimi nipo naye Tegeta. Nimekaa naye.
Siku moja bwana nakutana na mamake ananiambia bwana unamjua mwanangu fulani? Nikamwambia namjua. Nasikia anaishi na Freddy. Huyo Freddy unamjua? Freddy mwenyewe ndo mimi sasa. Freddy mwenyewe ndo mimi. Nikasema huyu mama ashanijua au ananiambia kweli swala? Akamwambia mimi nimesikia kuna mtu kaja kaniambia nasikia mwanangu anaishi na kuna jamaa anaitwa Freddy, afu mimi Freddy simjui. Nikamwambia sawa mama, mimi nitakusaidia kumtafuta. Waje. Na Freddy mwenyewe ndo mimi sasa. Nikamwambia hiyo mama akasema sana kutegemea mwanangu na mimi mtoto wake yupo nyumbani. Nilipotoka pale sasa. Nikaenda kumfuata yule mtoto, nikamwambia na mama wako ananiambia nikutafute. Kwa sababu alikuwa ashakutafuta sana mpaka Alabi. Kwa cha kufanya hapa mimi nenda kumwambia nimempata. Akaniambia sawa. Nikatoka pale nikaja Madale. Kwa Madale nikamtafuta mama, bwana mwanao nimempata. Mwanao nimempata, yupo wapi? Yupo nyumbani. Akaniambia yupo kwangu. Nikamwambia yupo kwangu, nimemfungia. Nimemkamata. Akaniambia nashukuru sana mwanangu kunisaidia. Sasa naomba unisaidie kitu kimoja. Mimi yule mama alikuwa mazingira anaokaa. Yaani yule mtoto alivyokuwa ametoroka nimemtorosha mimi. Yule mama aligombana na mume wake. Kwa masuala walivyogombana, kila mtu akasema yani mwanamke akaa upande wa mtoto, baba akawa anasema bwana unamtetea mwanao. Kwa mimi hata sitaki kuwaona. Kwa yule mama akataka naye kumkomoa yule mume wake. Akaniambia bwana mwanangu naomba huyo mtoto kae naye hizo siku kadhaa. Mimi nitakuja nitamchukua nitampeleka kwa ndugu yangu, si ndugu yake wapi huko. Hataki kae na baba yake. Ukapewa tena kwa mara. Nikapewa sasa kwa mama yake sasa kwa mara pia. Hapo nimekabidhiwa na mama yake. Ila baba yake ndo sasa kana anatafuta sasa wewe mtu ni nani? Ila mama anajua. Mama hapo hajajua, lakini kama bado wewe ndo Freddy. Hapo bado hajajua kama mimi ndo Freddy. Hapo bado hajajua kama mimi ndo Freddy. Nikaendelea kule kuishi naye yule mtoto. Nimeishi naye yule mwanamke, nimeishi naye. Yule mwanamke siku moja ilikuwa siku ya sikukuu. Ilikuwa siku hiyo kuna mwanangu mmoja hivi anaitwa Omari. Alikuwa na kazi Buguruni pale kwa Baresa. Kwa tumeenda kufanya kazi. Kabla ya kwenda yule mwanamke nimwambiaje bwana leo sikukuu ila mimi hapa nina kazi. Ila shika 10,000 hapa. Utatoka na majirani. Mimi leo sitaweza kuwahi kurudi. Majirani wakitoka na utatoka nao kwenda beach. Akaniambia sawa. Mimi nimeenda kazini. Kazini tumerudi saa 3. Rudi nyumbani milango imefungwa. Huyu mtu kaenda wapi? Nauliza majina, akasema bwana aliondoka hapo. Kwani mlienda kutembea? Akasema si hatujaenda hata kutembea, aliondoka mwenyewe. Nimekaa saa 3 saa 4 nikaondoka kwa rafiki yangu anaitwa Omari. Huko nikapiga story mpaka saa 6. Narudi nyumbani tena simkuti. Nikaondoka tena. Nikarudi saa 8. Labda amerudi. Hajarudi. Nikarudi tena kule kwa Omari nikalala kule. Nikalala kwa Omari. Kesho asubuhi tena narudi tena simkuti tena. Nikaona huyu sijui kaenda wapi. Nikasema sawa, nikaenda zangu moja kwa moja tena kazini. Wewe unafikiria mama yake hapo? Hapo mimi ninachowaza kwamba mama yake labda ninachowaza mimi kwamba labda akapata matatizo sijui. Huko alipokuwa ameenda, ila nawaza mama yake ndo atabeba huo mzigo kwamba nitamwambia nini mama yake. Lakini siku kesho yake nienda kazini Madale. Nimefanya kazi, nikaja nikamwona sehemu nilivyomuona tu yeye akakimbia. Ulimuonaje mazingira? Kwenye mazingira nimeona yupo na wenzake. Wenzake wa kike. Kakimbia. Nilirudi Tegeta, naambiwa bwana alileta funguo hapa. Kaondoka tena. Nikamwambia kwa sababu kaita funguo haina shida. Ananiambia sasa nimekaa ndani nasikia mlango unagongwa anakuja. Ananiambia bwana mimi juzi nilikuwa nimeenda kwa rafiki yangu, nimepitiwa na usingizi, nikalala. Nikamwambia umeenda kwa rafiki yako umepitiwa na usingizi, ngoja nitaarifu. Kaambia ndio hivyo, nilishindwa jinsi ya kutaarifu na nilikuwa naogopa. Nikamwambia sawa. Nikamfuata yule rafiki kwa sababu rafiki yake mimi najuana naye. Nikamuuliza hivi kweli yule Asha alilala huku? Akaniambia bwana hapa kwangu mimi alikuja asubuhi. Nikasema hapa sio kweli. Nikamfuata mwanamke. Yule mwanamke naishi naye. Akaniambia bwana ni kweli mimi sikulala kwa rafiki yangu. Nilienda kwa mwanaume fulani. Ila yule mwanaume ana kochi na kitanda, mimi nilala kwenye kochi. Ndiko mnafanya nini? Niambia kwa mjafanya kitu, akasema hatujafanya kitu. Mimi nilala kwenye kochi ala kitandani. Kiukweli bro niliumia kwa sababu kwa wakati ule nilikuwa nampenda sana.
Kwa sababu nikiangalia yule mwanamke wangu ambaye ndo nilikuwa nampenda zaidi. Naye tumepotezana. Tumepotezana. Brother iliniuma sana, nikasema hapa tayari kashaliwa. Nimekaa nikamwambia sasa sikia, mimi nataka nikusamee kosa lako. Ila ili nikusamee, natakiwa nikukute naye tu. Yule jamaa ambaye ulienda wewe kulala, yeye alilala kwenye kitanda, yule alilala kwenye kochi. Mimi hata nikukute naye. Akaniambia nataka nikukute naye ndio utanisamee, nikamwambia kweli. Simu yangu nimempa yeye, alikuwa na simu ya mwanamke. Niambia chat naye basi huyo mtu wako, mkutane, kuna uwanja fulani unaitwa uwanja Mkanada Tegeta pale. Uwanja Mkanada ule. Ndio wamepanga sawa kutane pale. Mimi nikapigia rafiki zangu wa Madale. Nikamwambia na shemeji yenu huku. Kaita salau kaenda, yani amenilaza nje. Cha kwanza yani kanichiti kiufupi. Kanichiti. Kwa kama kuchiti tunafanyaje? Nikamwambia sasa leo yule mshtakiwa mwenyewe ambaye amenichiti naye yupo. Wameshapanga hapa kukutana, kwa tunafanyaje? Sasa sisi tunakuja hapo. Kule watu wamekuja na pikipiki 2. Wangapi? Wamekuja watatu, walipanda watatu ni dereva, jumla walikuwa 6. Na mimi nikiwa 7. Wamekuja pale mpaka uwanja Mkanada kule. Jamaa Mbesa ndo wamechati na mke wangu mimi. Wewe mwanamke wangu mimi. Wameshachati ameshafika uwanjani. Uwanja Mkanada. Na mwanamke wangu naye akawa tumemtanguliza, tukamwambia bwana nenda, yule mtu si mwanamume mwenyewe, si mtu mwenyewe, si ndo ule. Mfuate. Akawa amemfuata. Wanaongea pale, sisi tulikuwa tumeenda moja kwa moja. Kufika pale sisi kilichofuata kilichoendelea pale ni masuala ya ufumanizi sasa. Kama vile tumemfumania, tumempiga, wenye kumuibia walimuibia pale. Kwa hiyo jamaa na mama tulimwacha akiwa ni ameumia. Japokuwa simu yake sisi tulimwachia. Hasa jamaa akama apigia ndugu zake. Maana jamaa alikuwa ni mtu wa machinjioni. Mtu wa machinjioni, hata kipindi namkamata hivi. Kumshika hivi alikuwa na kisu. Nikaa nimempokonya kisu chake. Nikaa nacho mimi sasa. Ila si tukumzuri na kisu, tulimpiga ngumi. Japokuwa tulimuumiza lakini aliumia. Kwa baada ya kutoka pale sisi tulikuwa tumerudi nyumbani. Yaani wale wenzangu, maana jamaa alikuwa na hela, alikuwa na 280. 280 tukagana pale. Tukagana ile hela. Wenye wale kurudi Madale wakarudi. Mimi nikarudi kwangu. Nikarudi na mwanamke wangu. Nikarudi nikaingia ndani, nikafunga milango. Kufunga milango sijakaa sana, nasikia hodi za hasira. Ngungungu hodi za hasira. Nikasema watu tayari washafika. Kwa nini umejua wamefika? Ni kwa sababu zile hodi nilizisikia za hasira sana, ni sio za salama. Hodi za hasira. Mimi nikasema nisipofungua itakuwa ndo yale tu. Watapiwa, mwisho siku watavunja mlango. Ikabidi nifungue. Nikafungua, lakini nilikuwa nimeshajiandaa kwa sababu nilikuwa na visu karibia 2 nimeweka huko na huko. Sikujua wao wamekuja vipi kwa sababu ndugu yao washaumia. Kwa mimi nikaa naongea nao, nilipofungua mlango nimekutana na sura za ajabu brother, ni sura za nikasema jamaa kaenda kukodi watu wao, maana wananiumiza sasa hivi hapa. Mungu sio Asumani, lakini akatokea mtu mmoja tu ndo akasema nyesi mmempiga watu wengi. Mimi nataka nimpige, mimi nataka nikupige peke yangu. Wewe nyesi mmempiga wengi, wewe shuka hapa mwenye nyumba naye kashatoka nje. Ana rekodi, yani majirani nini. Tegeta pale kuna watu wanajua tukio. Watu wakaanza tu rekodi, sasa mwenye nyumba ana rekodi, anasema bwana kesho hii napeka kituo cha polisi, nimemvamia mpangaji wangu. Yule jamaa kule mimi nikatoka pale mlangoni. Nikaenda kupambana sana yule jamaa yule. Nikupigana hivi kwa kipindi kile mimi yani ilikuwa ngumu kuniweza kwa sababu kwenye masuala ngumi nilikuwa nazijua ngumi, yani nilikuwa nishajifunza ngumi, yani na nishapigana sana. Yani kwa kwanza mimi mwenyewe tu nilikuwa mgomvi. Kwa nika nimepigana pale, nimechapwa kama umeumia. Wale wenzake wale baada ya kuona mmoja wao kaumia, wako na hapana. Wakanikamata. Kunikamata wanataka kuondoka na mimi. Tunaondoka naye huyu aenda kutueleza mbele. Yule mwanamke kakaa tu ambaye tunamgombania, kakaa tu mlangoni anatuangalia. Mimi mfukoni nilikuwa na simu. Nikairusha ile simu mlangoni, nikamwambia afunga mlango. Kwa sababu najua ninavyoondoka nao huko mwisho siku ile simu yenyewe nitaikosa. Kwa hiyo mwanamke akafunga mlango, simu ikawa ndani. Sasa kuna mpangaji mmoja jamaa hivi
Ndo akaingilia kati ile tukio, akaniambia bwana sikilizeni, kwa nini mmepoteza shilingi ngapi? Kwa sisi tumepoteza 250, 280. Afu yule jamaa sasa ananiambia unaona nyingine nilikuwa nimeficha hapo, ndo anatoa nyingine kwenye box, kumbe nyingine nilikuwa nimeshazificha, alikuwa na 500. Yaani kwenye pocha alikuwa na 280, huko alikuwa ameficha 500. Anambia nyingine nilikuwa nimezificha kwenye box. Kwa mimi hapa nikasema sijui kwa nini hatujamvua nguo. Kwa haraka. Nimesema kwa nini sijui hatujamvua nguo yule jamaa yule. Bora tungemvua nguo. Kweli. Yule jamaa akasema basi mimi akaniambia wapigie simu ndugu zako. Mlio mpiga naye, nikawapigia simu, huyu jamaa bwana analalamika akapoteza hela. Akasema bwana sisi huko hela yake sisi tutamlipa. Au kama vipi tuje, akasema kwanza wengine anakuambia si atumlipi hela, kama hivi tuje tuendeleze ugomvi. Wengine. Ila mimi nikamwambiaje bwana sikizeni, hela mimi nitalipa. Hela yenu mliopoteza. Wakasema sawa. Kwa pale wakawa wameniachia kwa makubaliano, mimi nitalipa ile hela. Ila muda wote naanza mizunguko yote, ila zile pesa ningezikamata, na maana nisingekaka na wanawake wa design hii wala nisingepitia changamoto hizi. Na maana nikaa nakumbuka tu zile pesa za Freemason kule, lakini nikasema mahesabu yangu nitajipanga kwa wakati mwingine. Nitaenda kwa wakati mwingine. Kai imeenda hivyo hivyo, yule mwanamke bwana nikaa naishi naye pale pale. Yule mwanamke mimi sikumfukuza. Na huyu jamaa ulisema alikuwa ni jirani yako, ulimfumania? Na jamaa alikuwa ni jirani yangu. Jamaa alikuwa ni jirani yangu. Mimi na chumba changu hiki, chumba chake hiki. Huyu ambaye mmegombana na vurugu zote kisa mwanamke. Kisa mwanamke. Ila yeye tu baada ya ugomvi ile pale alikuwa akaona ndugu zake. Kumbe muda wote yani mimi kumbe kaeka zote zile yule mwanamke unamtafuta siku ile mpaka saa 8 usiku yuko chumba cha pili. Kulala kumbe pale siku ile. Kulala pale. Kulala sehemu nyingine. Walienda kulala guest. Kwa ndo kameenda yule mwanamke sasa mwisho wa siku nikamsamehe. Mimi nika nimemsamehe, lakini kwa hesabu zangu hisi nilivyohangaika naye mpaka mama yake kule wananitafuta hivi na hivi, nikasema mwanamke mpaka mimi nizae naye. Mpaka nizae naye. Sasa siku moja nipo Madale. Nipo na rafiki zangu tu wa kike, alikuwa na rafiki zangu wa kike na nilikuwa na mshikaji wangu mmoja na wanawake tu walikuwa wengi. Tulikuwa tunapiga tu story hapa na pale. Simu ikaingia. Simu kuingia nikashangaa, huyu mwanamke leo kanipigia yule mwanamke wangu sasa ambaye ndo nikopo mimi namuona ndo sahihi kwangu, ambaye nilipotezana naye yani. Simu ikaingia, huyu leo kanikumbuka. Kupokea nasikia sauti ya mwanaume. Ananiambia bwana habari salama, wewe unaitwa Fred? Nikamwambia ndio. Bwana mimi ni mzazi wake Jennifer. Nikamwambia sawa nakusikiliza. Akaniambia unamjua Jennifer? Nikamwambia ndio namjua. Akaniambia sawa, unaweza kuja mida hii? Nikamwambia kuja sasa hivi itakuwa ni ngumu kwa sababu ilikuwa ni usiku. Ila naweza kuja kesho. Ndio nimejua nitaweka ile ratiba kuja kesho. Akaniambia sawa, basi tunakuhitaji. Hapa akanibadilishia tena mawazo. Nikaa nimewaza kwamba hii ni changamoto gani ambayo tena naenda kuipata huko, au kuna nini, mbona mwanamke nimepotezana naye? Yaani kwa nimepotezana naye ni muda kidogo, yani changamoto, yani kwanza nilipopitia changamoto za hapa hadi kuna kipindi kama nilitaka kumsahau. Na huyu mwanamke, changamoto zilizopitishwa na huyu mwanamke. Kiasi kwamba ilikuwa imepita kama miezi 4 au 5. Na kuja kesho yake sasa nikamtafuta rafiki yangu mmoja hivi. Anaitwa Balongo. Pale Flamingo anamjua, mbona nasema madai anaitwa Flamingo. Alikuwa kwa kipindi hicho alikuwa anakimbiza sana pikipiki. Yaani unaweza kuchukua ukakimbiza naye hapo ukamkuta mmoja kwa sehemu ashafika muda. Ni dereva alikuwa mzuri. Sasa nikampanga yule, nikamwambia bwana twende pale. Tukifika pale wewe utakaa nje. Sasa yule mwanamke kwako ni wakishua, ni wanageti hivi. Utakaa nje. Ukishakaa pale nje kwa sababu sijui ninachoitiwa hapa. Siwezi kujua labda nilifanya kosa gani, usijue yule mwanamke amepata matatizo gani. Usijue muda ulimuumiza kipindi muda mnafanya mambo hayo, ulifanya hivi, ulimpa ulemavu sijui. Akaniambia sawa. Kwa tumeenda mpaka pale. Akawa amekaa, Deva nimemwacha nje. Kaka attention jinsi yani akattention kabisa.
kwamba akiona tu nimekimbia, kwa sababu mimi niko tayari kwa chochote, kwamba ningefika huko nitachokutana nacho. Yani nitapambana kwa hali yote ile, mradi wasinikamate. Sababu sijui wao wamenitia nini. Kwa hiyo kivyovyote vile mimi ningeruka hata fence, yani ningepambana kivyovyote vile. Ila wasingenikamata. Kweli nilipofika pale kweli watu watulivu, watu wazima. Nimekuta watu wazima wamekaa pale. Kama wangapi? Walikuwa kama 4. Kama 4. Kafika pale wakaniambia bwana karibu. Wewe ndio mtu fulani, ndio Fred? Nikamwambia ndio. Akaitwa yule mwanamke, wewe unamjua? Nikamwambia ndio namjua. Nani yako? Nikamwambia rafiki yangu. Akaulizwa na wewe unamjua? Akasema yeye namjua. Huyu nani? Rafiki yangu. Nikamwambia bwana Fred, bwana huyu mwanamke ni mjamzito. Kwanza nikashtuka, mjamzito? Mtu nimeachana naye muda mrefu. Kwanza niliona kitu cha maajabu. Nikaa nimejiuliza sana. Lakini mimi nikasema ngoja mwenyewe kama anisingizie mwenyewe hapa ataumbuka tu kwa ile swala. Kwa sababu mwenyewe si anajua. Ameniletea makaratasi. Kwamba unamuona tumempima mimba. Kwa nikapiga hesabu ile mwanamke mimba baada ya kutengana naye ilikuwa ni miezi hiyo. Moyoni kwanza nilifurahi kwa sababu kwanza nilikuwa nahitaji mtoto kwa kipindi hicho. Na yule mwanamke mimi nilikuwa namwamini. Sikuwa kwanza kama ananichiti au anafanya hivi, alikuwa. Sasa wakaniambiaje? Wewe unakubaliana hii mimba ni ya kwako? Nikamwambia kwa hii miezi mliohitaji. Ni kweli inawezekana hii mimba ni ya kwangu. Ila ingekopo ni michache nisingekubali kwa sababu mimi mwenyewe sina muda sana sijasiana naye wala sijakutana naye. Wakaniambia sawa, kwa hiyo mwanamke wako unaondoka naye au unamwacha? Nikamwambia mimi kuondoka naye mwanamke siwezi kwa sababu na ndugu zangu wanatakiwa wajue. Wakaniambia sawa, inabidi uje na ndugu zako hapa. Nikamwambia sawa, nitapanga siku nitakuja na ndugu zangu. Siku nikapiga ndugu zangu. Wakaniambiaje? Tukatoka Madale na dadangu kule Madale na shemeji. Tukaenda container. Tulipofika kwa mwanamke, wakamuona mwanamke, wakaongea nao wale wazazi wao. Ila mimi nichowadanganya wale wazazi kwamba mimi nakaa kwa dada. Chumba kwa sasa mimi sina. Dadangu mimi alichonishauri sasa. Akaambia yule mwanamke ambaye unaishi naye kule, hebu kaambia aondoke. Umchukue mwanamke mwenye ujauzito wako. Nikamwambia sawa dada. Lakini mimi mahesabu yangu nikasema yule mwanamke yule japokuwa na changamoto zake kwa kipindi kile nilikuwa kama namhitaji fulani. Kwa nilikuwa nishaanza kumpenda, nishampenda. Na ndio maana nilikuwa napambana kitu ambacho kwa kinafanya niendelee kumpenda. Nishapambana naye sana. Yaani nishapiga na watu, nishapambana naye. Yaani nishampambania yani. Kwa kumwacha hivi kiolesi ilikuwa ni ngumu sana. Nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani nikanunua kipimo. Kupima namkuta naye ana mimba. Huyu tena mwingine ambaye naishi naye. Hapo sasa ndo nilipopitia mimi mawazo na changamoto kubwa sana kwenye mawazo, kwa sababu nilikuwa najiuliza hii mimba ni ya kwangu au ni ya yule jamaa muuza nyama. Yani hapo ndo nilikopo nachowaza mimi, yani sina chochote nachowaza. Nilikuwa na imani tu hii mimba hii sio yangu hii. Lakini yeye akaniambia hii mimba ni ya kwako. Kwa sababu mimi yule jamaa sikuendelea naye, sijui na mimba ina mwezi, hii mimba nimepatia hapa. Nilikuwa nawaza sana blaza. Kwa ndo ikaenda hivyo, lakini mawazo yangu yote nawaza nitawezaje kuelea hii mimba ikiwa sina pesa. Nawaza labda ningekuwa kipindi kile nimefanikiwa na zile pesa za Freemason mpaka sasa hivi ningekuwa na maisha mazuri. Kwa nika bado na mawazo, nafikiria kuhusu pesa, nafikiria kuhusu wanawake. Basi ndugu zangu wakajua jinsi gani kuongea na wale mwanamke wa kule alikuwa anatakiwa mimi nimchukue. Akaongea nao akamwambia bwana akishajifungua akakaa sawa tunamchukua. Wakawa wamekubali. Kwa nikaendelea kuishi na huyo sasa. Mwisho wa siku mimi nikamfuata yule mama yake. Yule mtoto yule. Yule ambaye naishi naye sasa. Nikamwambia bwana mimi mama nimekuja leo, nipo naye yule mwanamke. Nimekuja hapa na kuna changamoto. Huyu mwanamke ni mjamzito. Mtoto wako ni mjamzito. Na mimi naitwa Fred. Yule mama alishangaa, wewe ndo Fred? Nikamwambia mimi ndo Fred. Wewe ndo nilikuwa nakutafuta kipindi kile. Nikamwambia sijajua kama ni mimi, lakini mimi ndo naitwa Fred.
Akaniambia sasa hilo sio sawa, kwa mjamzito inakuaje? Akumbuki kama aliongea na wewe ukamwambia unaenda kumtafuta Fred? Ndo aliniuliza, ndo maana akaniuliza bwana wewe ndo ulikuwa unakutafuta kipindi kile? Nikamwambia sijajua kama ni mimi. Ila mimi naitwa Fred. Akaniambia sawa. Kwa sasa unasemaje? Na inakuaje? Akaniambia mimi huyu hapa ni mjamzito, ila changamoto tuliyopitia hapa kati kuna hiki na hiki na hiki. Siamini kama, sina imani sana kama mimba ni ya kwangu. Lakini kutokana kwamba imepatikana ikiwa kwangu, mimi siwezi kufanya, mimi nitaangalia mtoto akizaliwa. Yule mama alichoniambia kwamba sawa nyewe 20, ila kwanza yani yule mama kiufupi alikuwa pataki mume wake ajue. Akaniambia nyewe kaeni huko sawa 20. Ila watu wote watakuja kujua endapo muda akishajifungua. Hata babake inabidi ajue mpaka mtoto afanye akishajifungua. Mwanamke akishajifungua ndo yanatakiwa wazazi watu wote wajue. Mama kiufupi alikuwa ananipenda sana, alikuwa anifichia kama siri, ananibeba. Kwa sababu mimi nimemtosha mtoto wao, nimemchukua mtoto wao naishi naye. Yaani mamake alikuwa sana upande wangu mimi. Kwa ndo ikawa hivyo. Yule mwanamke mimi nikaja nimpeleka kwao, miezi ilikuwa imeenda kidogo. Nimpeleka kwao akaishi. Sasa siku mimi natoka napeka mahitaji ya kula, nafika kwao alikuwa yeye na dada yake na mama yake. Sasa walikuwa wanatumia simu moja. Ile simu ile akaniambia dada yake, akaniambia Fred, naomba unisetie kitu hapa. Kwenye kuseti hivi nakuta message sasa. Sasa huyo mwanamke wangu mimi anachat na mtu. Mimi nilimwambia wewe mwanamke akaishi kwao. Kwa sababu baada ya kutoona kwamba changamoto zilikuwa ni nyingi, ni kwamba mimi nilikuwa simuelewi tabia zake. Zizidi kunichanganya. Kwa hiyo mimi nikamwambia yule mwanamke bwana, nenda kaishi kwenu, ila mimi nitaendelea kuhudumia. Yule mwanamke akawa amerudi kwao. Sasa siku mimi natoka kazini nikashangaa nipeke matumizi. Nikapeka matumizi kwao. Walikuwa na simu moja hivi wanatumia, alikuwa anatumia wa kwangu. Ila dadake alikuwa wana share ni. Ile simu alikuwa na share. Sasa dadake amefika pale akaniambiaje, bwana Fred shemeji, naomba kunisetie. Sasa kwenye kunisetia pale kunipa simu, nikakutana na message. Kwanza nikakutana na miss call kwanza. Nikaona hii namba hii si ndio ile ya kipindi kile. Yaani ya kipindi kile yule mwanaume ambaye kidogo ambaye nilimfumaniaga. Nimeenda sehemu ya message, nakutana na message, bwana nimekumisi, tupange siku tufanyeje tuonane. Nikaona yaani kumbe mwanaume na maana anaendelea naye mpaka leo. Bado ikabidi kuniwazisha, nikazidi kuniwazisha kwamba yule hii mimba ni ya kwangu kweli. Nazidi kushuka chini na kutana na message nyingine tena. Mwanamke wangu sana mtumia mwanaume mwe. Bwana naomba leo nakuja, ila andaa condom. Yaani andaa kinga. Anamwambia hivyo mwenzie na? Mwanamke anamwambia mwanaume. Mwanamke na bado ni mjamzito? Ni mjamzito. Wa umri? Ina mimba ilikuwa na miezi 6. Mimba ilikuwa na miezi 6. Nikaa nimepata hasira pale sasa. Vitu vyenyewe nimeviacha. Hichofanya pale nikaondoka. Kuondoka nakutana na blaza mmoja anaendesha pikipiki njiani. Ya blaza si msawa, akaniambiaje? Akaniambia vipi mdogo wangu, mbona kama upo sawa? Alinipa lift. Nikamwambia ni kweli blaza, mimi sipo sawa. Akaniambia shida nini? Nikamwambia yaani hapa ni mwanamke wangu, unaona simuelewi kabisa. Nahudumia mimba, lakini hiyo mimba inanipa changamoto kwamba hii mimba ni ya kwangu sio ya kwangu. Yaani nahudumia tu lakini inanitesa mimi. Akaniambia mdogo wangu usiwaze, hiyo mimba ni ya kwako. Endelea kuhudumia, usichoke kuhudumia. Kweli mimi niendelea kuhudumia ile mimba, nilihudumia ile mimba ila sasa nilichomwambia mimi, nikamwambia mimi na wewe basi. Yaani mimi na wewe ndo kwa, yaani mimi na wewe tufanye imeisha, yaani mimi nitahudumia tu mimba, tena sio kwa kulazimishwa. Nikijisikia nitakutumia hela, nisipojisikia basi usilaumu kwa chochote. Yule mwanamke kesho yake akanitafuta. Akaniambia Fred yupo wapi? Nikamwambia mimi nipo maeneo ya Flamingo. Njoo hapa. Unasema inaitwa Sheraton. Njoo hapa Sheraton. Nikaenda pale. Nipo na rafiki yangu. Kwenda pale namkuta ameshika dawa fulani. Dawa. Sijajua ni dawa gani, sikufuatilia. Akaniambia mama aliniagiza dawa. Sikufuatilia. Akaniambiaje bwana Fred, naomba unisamee. Mimi yule mwanaume au wanaume unaona tuna chat nao, lakini mimi sina
mahusiano nani? Nikamwambia hivi message kama zile unaniambia mtu una mahusiano. Mbona unaona mimi mtoto kama mtoto? Akaniomba saa ile akadili kuomba samani tu. Nikaona huyo changanya. Akaniambia basi tufanye kama vile tuwaite tena tukutane nao ili unisamee. Nikamwambia mimi siwezi kupigana na mtu tena sasa hivi. Nikawasha pikipiki nikaondoka. Sasa sijachukua muda tena akanipigia simu. Mimi hapa babani siondoki mpaka uje. Njoo tena. Ikabidi nipandishe tena pikipiki nimfuate tena. Nikaenda mpaka pale. Wewe vipi? Akaniambia bwana nimeamua kunywa sumu. Nimeamua kunywa sumu? Kisa nini nimeamua kunywa sumu? Akaniambia kwa sababu unitaki. Hapo mdau analalamika anashika tumbo kwanza. Mimi bwana nilichoka sana, nikawaza nikasema da hii itakuwa vipi? Ina maana ndo anakufa hapa. Na maana hujawaza anakuigizia? Sijawaza kama aniigizia kwa sababu nilikuwa kweli nimemwona ameshika dawa na zedani hivyo ziangalia kweli nyingine zimeshanywewa, yani zimetumika. Za aina gani zilikuwa? Zilikuwa za panya zile. Sumu ya panya. Sumu ya panya ni vidonge hivi. Panya wana sumu za vidonge? Yani ile pale ilikuwa sijui lakini mimi naona ile ilikuwa vidonge imeandikwa hapa imechorwa panya. Ni vidonge yani vidonge vyeusi vinaangi kama nyeusi. Yeye amekunywa sasa. Tena kanywa vinne. Ando analalamika tumbo linamuuma. Tumbo linamuuma. Nikaangalia huku na huku, ina maana hesabu zangu mimi za kuangalia huku nilikuwa nawaza watu wameniona nipo naye au nikimbie hii sehemu. Baada mimi kilichofuata pale nikawa nimewaza kukimbia au niende kwa dada nikamwombe nauli niondoke. Lakini nguvu iliyokuja pale nikawa nimewaza mimi nimpakie kwenye pikipiki nimpeleke kwa mama yake. Kabla hajafa ili akasema ukweli yani. Yani akasema ukweli kwa nini amekunywa sumu. Hii mwisho wa siku mimi asija akafa mimi nikaonekana mimi ndo mwenye makosa. Kwa nikawa nimempakia kwenye pikipiki nimpeleka kwa mama yake. Bado analalamika hapa yani analalamika tumbo linamuuma sana. Nifika hadi kwa mama yake pale nikamwambia bwana mama huyu amekunywa sumu. Sasa nataka aseme hapa amekunywa sumu kwa sababu gani? Hasa yeye anaulizwa umekunywa sumu kwa sababu gani? Akawa aseme amekunywa sumu kwa sababu gani? Wakasema jamani acheni kumuuliza maswali yeye mhudumieni kwanza. Kwa tukampa maziwa, kumpa maziwa bado atapiki. Yani tumempa hadi mkojo, amekunywa hadi mkojo lakini bado. Kwa hiyo tulichofanya pale tukampeleka hospitali, yani madale kwetu wamemkataa. Wamesema mpaka PF3. PF3 tumeenda mpaka kituo cha polisi madale Nguzo pale. Tumefika pale. Wambe bwana huyu aliyompa mimba nani? Watu hawajasema. Lakini mimi nilikuwa pale. Basi sawa ametuandikia PF3 pale tumempeleka hospitali ya Bunju. Ila kipindi mimi nampeleka Bunju yeye alikuwa amekaa kati. Alikuwa amekaa na mdogo wake nyuma. Sasa kipindi naendesha ile pikipiki mahesabu yangu mimi. Mahesabu yangu mimi kwa pale hata nitafute gari nisababisha ajali tufe wote. Ila kabla ya kufanya hiyo mambo yote hayo alikuwa yeye ameshika simu. Yule mwanamke wangu sasa ameshika simu. Alafu alikuwa amenilalia ni amegemea hivi. Ile simu ile tumefika maeneo ya wapi pale sijui simu ile ikadondoka. Kwa akalegea nikawa nimeona amezidisha kuwa mzito. Nikajua tayari ukashafanya kashakufa. Nikawa napata mawazo, yani nikazidi kupata mawazo nikasema sasa hapa ni utafuta gari ambalo linakuja speed yani tugongane yani. Tufe wote kwa pamoja tukifa wote itanisaidia mimi kwa sababu sitaulizwa tena maswali. Sababu pale angekufa ina maana mimi ndo ningekuwa nimeonekana mimi ndo nimechanzo chake cha kufa. Kweli tumeenda kile nikitafuta gari ambayo linakuja speed ili nifanye hilo tukio, hakuna gari linalotokea. Mpaka tunaikaribia Bunju. Kutokea kote Tegeta mpaka Bunju kutana na gari ile iko speed. Ile tukio ile wazo la kusababisha jeni nilianza kulifikiria pale cha Simba pale. Cha Simba Shell kuna mkono huo. Pale ndo alipodondosha simu. Na mlisimama mkaichukua simu? Sikusimama. Mkaendelea mbele mkachana simu barabarani. Simu niliachana nayo. Simu niliachana nayo. Ni mdau hata simu sina ninachoona cha thamani. Yani sina kitu ninachokiona cha muhimu. Sikuona. Tuliendelea kwenda lakini nilivuta pikipiki niliendesha kwa mwendo afu kuna mvua. Nilikuwa naenda yani unajua ukinyesha mvua mtu anaendesha pikipiki hawezi kukimbiza mwendo mkubwa. Lakini mimi niliendesha bila kujali mbele kuna kitu gani wala nini. Nilikimbiza pikipiki na kwenye kukimbiza kwangu pikipiki kajikuta nayo kufika
bila kukutana na gari. Sasa sijui kwa nini sikukutana na gari. Lakini mpaka nimefika pale Bunju A pale. Kuna hospitali mkono wa kulia. Tumeingia mpaka pale hospitali. Ameingizwa pale, ametundikiwa drip, bahati nzuri kumekuja ambulance. Ikampakia imempeleka Muhimbili. Mwananyamala Muhimbili na sijui Mwananyamala imempeleka kwa hospitali. Ameondoka naye, tukaambia bwana sisi tutamfuata kule. Kule amekaa kule kama siku 2 hivi. Sisi pale kule tumerudi sasa, tumetoka kule Bunju kule. Sisi tukarudi Madale. Ila kwenye kurudi Madale bado mimi sina imani tu yule mwanamke kule atakufa. Ila nilichokuwa nikiomba mimi sana zaidi nikanasema bora afe mtoto wa tumboni, yani yule mwanamke apone. Akifa kile kiumbe wote watakuwa na kesi na mimi, sio mimi kuwa na kesi na wao na mtoto wao. Lakini tunajua kupata taarifa kesho anaendelea vizuri. Kuna mtu alienda anaendelea vizuri. Ikapita kama siku kadhaa, siku 4 akameruhusiwa kule. Kwa kaenda akachukuliwa, tumeenda kumemchukua, tumerudi naye Madale. Sasa mimi naendelea kumhudumia. Sasa nikasema huyu ngoja nimhudumie, yani hata kama akifanya chochote simfuatilii kwa maisha yake sasa. Hapo maisha nayo akazidi kuwa magumu. Sasa uko nalea mimba, nalea mtoto. Yani maisha kama magumu, yani kazidi kuwaza kutafuta tena Freemason kwa wakati mwingine sasa. Nikaanza jinsi gani nitarudi upya kule. Ila majukumu kwa akiwa ameshasa yameshanikamata majukumu makubwa. Nikaja blaza nikapata kazi. Hiyo kazi ni mitaa Kibiti huko. Hiyo kazi ilikuwa ni kazi ya kawaida sana, kazi ya kuchunga. Lakini nikasema ngoja nikajishikize kwanza niendelee kulea familia hii. Nikaenda kule Kibiti kule. Nimefanya kazi. Changamoto zikazi zipo sana, ni changamoto mazao ya watu, nagombana na watu. Ikaja yule ng'ombe mmoja alipotea. Sisi tulikuwa tunafanya kazi watu wawili pale. Ng'ombe alipopotea tumerudi kwa bosi, siku hatujamwambia siku ya kwanza, tukajua tutampata kesho yake. Siku ya pili bosi akawa ameulizia yule ng'ombe. Mbona kuna ng'ombe kama simuoni? Tukatumemwambia kweli ni kweli yule ng'ombe kapotea, lakini tupo kwenye wakati ya kumtafuta. Akaniambia nyinyi wazembe sana, akatuambia nyinyi wazembe sana. Kwanza hapa kazini bwana nyewe kuanzia leo tokeni, yule ng'ombe ndo mshahara wenu. Momba tupe hata nauli, mimi naenda da. Yule mwingine alikuwa anakaa Morogoro, alikuwa anakaa sehemu moja anasema Idumila. Yeye anatokea Morogoro Idumila. Akamwambia mimi narudi nirudi da huko, nauli sina hapa. Akamwambia nyinyi ondokeni hapa nisiwaone. Mimi kama nimeongea na afya ngombe sasa tumangu tunafanyaje maisha. Akamwambia wangu mimi itajulikana, ila mimi naendelea kwenda mbele. Nikamwambia sasa mimi siwezi kwenda mbele maana mimi hapa ngoja nirudi nilipotoka. Tumeachana njiani, yani yeye kaenda hivi mimi nimeenda hivi. Sasa kwenye kwenda nimeenda kuomba lift, nimeenda nikaja nikakutana na jamaa mmoja hivi, nikaa nimemwomba sehemu ya kulala. Maana hata nguo zenyewe nilizitupa njiani. Kutoka kwamba njaa ilikuwa inaniuma, afu nishatembea umbali mrefu, nguo zenyewe nikaona uzito nikazitupa. Sasa niomba sehemu ya kulala, jamaa akaniambia poa, sehemu ya kulala ipo. Ila mimi naingia kwanza hivi, nikamwambia mwanangu tunaingia huko, tukaenda naye huko hii maskani. Maskani tu ni maskani ya wauni. Kwa nimekaa pale maskani, kila nikisubiri muda tuendoka tuenda kulala muda huu, kila tukisubiri tuenda kulala muda huu, muda unazidi kwenda tu saa 6, saa 7. Anakuambia mwanangu, sisi huku bwana kama mna mtu aona sema kulala ipo, ila kule ghetto zalau kwenda ni wanatafutwa yani. Kwa kule ghetto kulala ni wenyewe kwa walali kwanza hata ghetto kwenyewe. Kwa sisi tunabishabisha hapa barabarani mpaka mida fulani tunalala hivyo, tunani mchana sengine tunaenda kulala kwa machale. Nikamwambia poa. Askari. Kaambia kwani mwanangu kwa hapo nyewe mnaishi vipi? Ndio hivyo maisha yetu. Kwa hiyo wakatoka wakaenda kwenye mishe zao, mimi waliniacha pale nimejikunyata, nimekaa mpaka wamerudi kule, wamerudi na kipochi, wameangalia hela, wamehesabu hela pale, wamegawana simu, wakasema simu tutaenda kuitengeneza sijui. Wamegawana kweli hela, wamepata hela. Kesho yake akanipa mimi 3000 jamaa. Wewe utakunywa supu hii. Kweli ameniacha mimi nikana ndalanda, sema tutakutana hapa. Poa. Nimetumia 3000 ile, nimekutana naye kweli mbadai pale. Usiku akaniambia tena, vipi mwanangu? Utaishi vipi sasa maisha haya? Nikamwambia mimi sielewi nitaishi vipi.
Akaniambia sasa sikia mwana. Wewe mwenyewe wa kiume, afu wewe mwenyewe mtafutaji mwana, mpaka ndo maana upo huko. Si bwana mishe zetu sisi tunaiba. Tunaiba kwa pua. Tunakapua pikipiki, tunaenda na pikipiki tunaiba. Mimi kazi sijai kuifanya wizi. Ile kutoka na maisha pale napigiwa simu bwana huku mtoto anaumwa hivi na hivi. Nikasema hebu kwanza Mungu nifikirie, itajulikana. Ngoja nifikirie. Ilipofika mida ya usiku akaniambia vipi mwanangu? Bado unajifikiria? Si ndo tunapanga jinsi gani ya kutoka leo tuingie wapi? Nikamwambia mwanangu poa, mwenyewe poa ataingia. Tunaenda. Akaniambia sawa. Kule kampanga rafiki yake bwana leo tunaingia na mwenetu hapa huyu. Wakanipa hadi jina sasa. Wakanipa jina kule, kwao sasa. La kwao wao sasa. Wakaniita mimi Kinywele yani. Wakaniita Kinywele, nikamwambia poa. Ikando jina langu. Wao tunaondoka bali tunaondoka kweli. Sasa wao wanavuta bangi. Yaani kabla ya kwenda walikuwa kwanza wanavuta kwanza bangi nyingi. Mimi bangi mimi kwa situmii. Wanavuta sana bangi, wanavuta bangi nyingi sana ni. Akaniambia wangu wewe vuta ndio utapata ujasiri. Nikamwambia da mwanangu mimi sijawahi kuvuta. Hizo mimi situmii, wewe mimi mwenyewe hapa nipo na ujasiri. Kweli. Ilipofika mida tumetoka tumeenda. Tumeenda kule tumekwapua kweli. Tumekwapua kama tumeenda kama mitaa minne hivi au mitatu. Tulikwapua nakumbuka siku tulipata pale tulipata ni. Tumerudi kwa tumegawana ile hela. Akaniambia wangu mbona hapo? Siku nyingine sisi tunapata gadi milioni. Kwa mangu hapo ongeza hasira tu. Nikamwambia kweli mwanangu, akasema yeye. Afu fresh tu tunapata hela ni usiwazi wa nini. Na siku mlipata ngapi? Siku tulipata kama ilikuwa ilikuwa kwa sababu tuligawana pale ilikuwa kama 230 na simu kama 3. Na simu 3. Asa imeenda siku ile ilikuwa tumeiba kama mara 2 hivi. Siku moja tumepata simu na mimi hesabu nishakuwa kama mzoefu hivi. Nishaipenda kwa sababu tunapata hela nyingi. Natuma nyumbani kule watu wanaendelea kuishi. Wakawa wamenigia simu mimi, wamenipa namba niende nikazi flash. Siku ile wao wakaenda kuiba wao sasa. Siku wameenda kuiba wao, wameenda watatu, wamechukua na mshikaji mwingine. Wameenda kuiba pale. Kurudi sasa. Hawajarudi wote. Na kuja mimi kupata taarifa bwana mwenzetu fulani kafariki. Yaani kwenye kukwapua yule mdada alivyochukua kipochi yaje kiachia. Kakishikilia vile vile. Yaani kakishikilia kweli yani. Sasa huyu si dereva anavuta mafuta. Huyu kadondoka. Kwenye kudondoka watu wamemshambulia, wamemuua pale. Mimi wanakuja mimi kunipa taarifa, wamerudi pale yani wanahema. Mtu fulani kafariki bwana, tumemwacha huko, watu wasijui kama ataendelea vipi, ila sisi tumemwacha huko. Nilipata taarifa mtu kashachoma moto. Niliwaza sana bro. Niliwaza sana nikasema kumbe mambo yanaweza kaa ipo serious hivi. Watu kumbe wanaweza tukafa hivi kimasiala. Lakini hatukuacha. Jamaa akatoa tena mchongo mwingine wa kwenda kuiba pikipiki. Hizo pikipiki za zile ambazo zinauzwa. Yaani zimekuwa sehemu zinauzwa. Used? Sio used, mpya kabisa. Jamaa akatoa ramani pale bwana, tunaenda pale tunafanya hiki, tunavunja, tunatoa sababu zipo kwenye reframe ile ambayo inafunguliwa ile mageti mikubwa ile. Kweli tu jamaa alikuwa na vifaa kabisa, ni vifaa vya kuvunjia makufuli. Tumeenda ilikuwa imefika tupo watatu. Wafika mida usiku tumeenda. Tumefika mpaka pale, tumeangalia mazingira kweli mlinzi kalala. Mlitumia muda gani kujiandaa? Kujiandaa kwenda sehemu kama hiyo? Au mlipopewa taarifa mkaenda? Tulipewa taarifa. Yaani taarifa tulikaa kama siku 2 ndio tumeenda. Sasa tunaenda kuchora ramani jinsi pale ilipo vipi. Mnachoraje? Tunaangalia ni kwamba saa ngapi wanafunga. Saa ngapi watu wanakuwa kuna watu wengi. Na saa ngapi mlinzi anakuwa amelala. Kwa mnashinda hapo kabisa. Tunakaa pale tumepita. Pita tunarudi. Ukikaa pale watu wakakushtukia. Kwa unaenda unarudi. Watu tumeshagundua kwamba ramani yetu sisi imeshaka vizuri. Ilikaaje ramani? Ramani yetu sisi twende pale mida saa 5.
Mchana usiku. Mida saa 5 usiku. Saa 5 usiku mlinzi alikuwa mida hiyo. Alikuwa kuna sehemu anakaa hivi. Anakuwa amelala. Kwa tumeenda mida ile. Sisi tumeenda na pikipiki yetu, tupo watu watatu. Pikipiki moja. Pikipiki moja tupo watu watatu. Dereva na sisi wawili. Na mimi mahesabu yangu akasema hapa nikishafanikiwa huko. Ina maana maana jamaa aliniambia pikipiki, kila pikipiki tutauza milioni 1 kwa sababu si ni za wizi. Ina maana pale tuko sisi tuchukue pikipiki kadhaa hata 4, yani twende turudie. Pikipiki ambayo tukwenda nayo tulikuwa tumejaza mafuta. Tunazijazia. Tumeenda pale tukaanza kwenye process ya kuvunja. Sasa yule jamaa ni mtaalamu sana. Akavunja kufuli la kwanza bila kelele. Bila makelele. Yaani makelele hapo ila sio makubwa sana. Inaleta ta. Tumeenda tena kufuli lingine. Ile kwenye kuvunja ikalia alama, nipakalia alama mazingira yale. Kuna alamu kumbe eneo. Kumbe eneo kuna alamu wewe. Nyinyi mlikuwa mjui. Sisi tu swali letu tulikuwa tujui. Alamu zikaanza kupiga kelele, zinapiga makelele zikamwamsha kule mlinzi. Mlinzi ndo kuja na walinzi wengine wa maduka mengine wakakutana pale. Sisi ndo kukimbia sasa. Kukimbia kuna tobo. Wakati alamu inapiga mlianza kukimbia au mlikuwa mnajitahidi pengine mngeweza kuondoka na pikipiki? Hapana. Hatukujitahidi. Yaani mliposikia alamu tu mkaanza kukimbia. Tuliposikia alamu tuliangalia tu kwanza kwamba je, kuna mtu anayekuja? Tuliona watu wanaanza watu wanaanza kuja. Ina maana tuweza tena kuendelea tena kwanza kuvunja ile kuingia tena ndani. Sisi tulichokuanza hapa ni kukimbia kwanza kutoka maeneo yale, tuangalie muda wa pembeni itaendelea vipi. Sisi tukakimbia, yule jamaa naye alichanganyikiwa akakimbia naye akaacha pikipiki ya dereva wetu. Pikipiki tumeacha, pikipiki tulikuja nayo. Tumekimbia maeneo yale, ukikimbia kidogo kuna kuna kalavati maeneo yale. Alafu kuna makatani hivi. Kupita tu ile sehemu ni ngumu sana. Ila tulipita kwa sababu kwa kuepuka kifo cha juu. Yaani ilikuwaje mazingira? Mazingira ni magumu. Kwa nini hamkuchukua pikipiki? Hatukuchukua pikipiki kwa sababu yani pale pana mazingira, yani watu walikuwa walinzi washaamka. Na panapiga alamu. Kwa hiyo tuweza kuchukua chochote pale. Kwa hiyo sisi tulichofanya hapa ni kujitetea jinsi gani ya kukimbia. Jinsi gani ya kujitetea sisi sasa. Yaani masuala tena ya kuiba hapo yakawa yameshaishia hapo. Sisi ni jinsi gani sisi tutajitetea tusife maeneo yale. Kwa hiyo tulikuwa tumekimbia sasa, tumekimbia kwenye kalavati. Hilo kalavati linapitisha maji. Maji ni mengi, yani maji yalikuwa yanafika kama humu. Ukiwa umesimama. Ukiwa umesimama maji yanafika humu na anapita na nguvu. Kwa hiyo tumekimbia kule, wakawa wametukimbiza, lakini sisi tulivyokuwa tumekimbia kule hawajajua kama tumekimbilia pale, tukawa tumeingia kwenye kalavati tumetulia. Ila wao sasa wakawa juu sisi tumekimbilia wapi. Wakawa ndo wanaulizana huko juu, tunawasikia kabisa watakuwa wachawi hawa. Watakuwa wameyuka, ni sasa hivi watoto wezi wa sasa hivi ni wachawi, wengi wanakuwa wachawi hivi na hivi. Wameyuka watu waone. Au wamejificha hapo kwa wakawa wanatutafuta kule. Wametutafuta sana kule juu kule. Lakini bado ila kwa usiku ule ilikuwa ni ngumu kutoka sababu walikuwa tayari watu tunaona matochi wanamulika mweza kutafuta hivi. Usiku wote wanamulika, niwezi kutoka sasa pale. Kwa hiyo tumelala, tumekaa mle kwenye maji mle. Mpaka asubuhi. Tumekaa mpaka asubuhi. Tumekaa mpaka asubuhi, yani baridi, yani tulipita changamoto, unasikia baridi lakini sasa huwezi kutoka. Hasa yule mwenzetu dereva ndo alikuwa yani anaishiwa nguvu kabisa. Sababu mpaka tunamshikilia endelea kukaza, yani usiachie. Sasa tumeshikilia ile nini? Maji si anaenda hivi, sisi tumeshikilia ni kwa nguvu. Ni sehemu ambayo maji yana uwezo wa kuwapeleka, mmesimama hapo. Yani ukiishiwa nguvu kabisa, yana uwezo wa kukupeleka. Kwa hiyo inabidi uwe mtu ambaye umesimama kwa kiimara na ushikilie. Yani kama hujashikilia basi uwe imara. Hasa unavyozidi kuchoka. Tulikaa pale usiku ule mpaka asubuhi mpaka jioni. Ila uko juu yani vitu vinavyoongelewa uko juu sisi tunavisikia. Wamekosa wezi hapa kukamatwa hapa. Yani tungekamata wale tungeua kabisa wale. Na wale sijui wamepotea vipi, tumewatafuta mitao hapa wamepotea hapa pikipiki yao hii. Wachawi. Wachawi watoto wameyuka na watakopo mitaa hii. Lakini si kumbe na kweli tupo mitaa ile ile.